Kwa hiyo nimesindikizwa na marafiki zangu kutoka ng'ambo, na pia Mheshimiwa Machogu alitutumia 50,000 shillings na Mheshimiwa Omingo Magara alitutumia 50,000 shillings na marafiki wangu bunge na marafiki zangu hata hapa Kisii. Asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki. Mheshimiwa Babu Owino. DJ Nairobi Governor 2027 Kamshuka ya Babu Owino, kamshuka kwa sababu ya muda tuendelee, sivyo? Hapa ntoba mitombi ya mure igo vijana wazee tibim, wazee tialala, warembo wamama mme, asanteni sana. Sasa nataka nichukue nafasi kukaribisha viongozi wengine ambao hawajaongea, kisha tumalize mkutano, twende kule Kisii, alafu twende Kisii Town, kisha twende Keroka. Sio, ni sawa? Asanteni sana. Sasa nachukua nafasi kukaribisha seneta wenyu, seneta mmoja, seneta wa nguvu, seneta wa majenzi, seneta ya mama. Huyu mheshimiwa amefanya kazi. Huyu seneta analinda mwananchi. Huyu seneta anafanya kazi sana, anatetea haki ya wanyonge. Iko wapi makofi ya seneta Richard Onyonga? Karibu, karibu. DJ, weka hiyo wimbo bana. Thank you, this young man, my friends. Si useme jina lako tu, na useme wewe ni nani. Okay. Arambe! Vijana tipi. Sisi tumefika hapa leo. Kwa majina naitwa Ted Ogoro Marita. Mimi ndio Youth Secretariat wa Mheshimiwa Richard Onyonga, na vilevile mimi ndio chairman wa vijana na Onyonga. Na tuko hapa tumejaa ngoli, ni babu huko Nairobi, ni babu kwa sababu. Na hapa Kisii ni vijana na Onyonga. Mnaelewana hayo maneno? Si vijana mmeamua? Ama nginaambia mwe? Leo nimeamua hapa ni Onyonga for governor, na kule Nairobi ni babu kwa sababu bila babu ni tabu, kwa sababu ana jawabu la ajabu. Mheshimiwa Babu, tuko na zawadi yako hapa. Asante. Tafadhali ningependa kuwauliza nyinyi mko hapa, tusongee pale kwa sababu wale mama wanasumbuka. Kwa heshima, tafadhali, kwa heshima, songa nyuma kidogo, songeni nyuma. Media, those who can sit down, please sit down. I'll spend very few minutes for my speech. Tafadhali, na wale mko hapa, kwa heshima, kama kuna shida mnaweza kupita tuende kule nyuma. Asante. Young men, thank you. You can sit down. Hawa ndio vijana tunafanya kazi na wao. Mheshimiwa James Orengo, Governor wa Siaya. Mzee Emeritus Chief Justice Mheshimiwa Maraga. Ndugu yangu, rafiki yangu Sifuna, ndugu yangu mdogo mwingine Babu Owino.
gavana wa Murang'a Kang'ata ambaye nilikuwa naye bungeni, ndugu yangu Mwashako kutoka kule Pwani, dada yangu ambaye ametoka Kiambu na timu yake, Madam, I don't know why I always forget your name, Pauline Njoroge, thank you so much. Abangina mwacha lero mbiyamole mwensi Nyoroki yango iga Nyoroki iga mwensi amanganango kwana make omwana ominto kibagendi ya bono kwaire ya nchwa kwaire nchwa ya bono kwaire. You opposed me for 20 years. We never fought. We never insulted each other. You've gracefully matured onto the job. Keep it up. I am supporting you. You are my son, you are my brother, and my friend. Mwakero mwana wechinkobi. Bono ntorigo kora mosoli. Enese jimwa tentangani. Simo mwana warati. Watumira wantogane mioro. Nechinsara. Bambu atiero liane. Esenye nchona tebete. Kwa veiro moibia. Goko inokirege ntokorue county. My position remains. I know moibi. Nane tini koirega magega. Robo gaba nankoligia. Nane haniche. Nintego koruskia. Nintego koruskia. Baba Teresia Babamoni. Baba Teresia Babamoni. Jage no teme wasogoso. Tema. Orole wosemande mbobe. Elendo ya kabere. Morenda bantaba. Abanabaya obatigera amabere omwana nabo omwana akonyuma mabere ababayudire ibo bakonyuma amabere onsipi nanda baoniege sanda baoni na kiregento twaiwananire arambe James Orengo omugaka Maraga iwana tuga mesa abantu ababaminto tobwatesie elieta lyaone eligia narogo kwana na matiani banto bamo nyama ya achire lino yasago selie amuya waterana na Orengo waterana na bandaba prochenji Kenya abantu bakuyamba bono nechinyi tichoro sana amarubi yasaba sesenie mocha mongo bogabana Your Excellency, these people told me before you leave mbebe ndizi za kisiki ndogo mwenda nazo siweze chane 1,100 babu, this is the money. Thank you my brother. Omwana oyo ababusiba Nairobi twamuire mwae babu chukura mama ita Nairobi omwishoyo nomia ya nakayolea monendele na sifuro minto molende bonsipi. God bless you and God bless Kenya. Hey. Jamii ya Bagusi, umeona mheshimiwa ameingiliwa na political spirit. Ameingiwa jaingiwa. Sasa nachukua nafasi kukaribisha Chief Justice, mtoto wenyu hapa, Chief Justice Emeritus ambaye pia ni presidential candidate. Watakaa chini pamoja na Matiang'i, wakae na Sifuna, wakae na Orengo, wakae na Kalonzo na waanze kufanya kazi, si hivyo? Karibu Chief Justice Maraga.
Asante sana mheshimiwa. Abantu baitumbia muri. Abantu baitumbia muri. Ya muri gelima. Nabe no mugoko bamu na inuga. Nabe no mugoko bamu na inuga. Sababu ntegete mumanyenga Kenya asituwaikire Kenya onye ndo we konye Kenya yeukwa onye ndo we konye Kenya yeukwa. Mimi nimepita, nimewahi kuenda kaunti 46. Watu wameniambia wamechoka. Watu wameniambia wamechoka, katiba yetu haiheshimiwe. Lakini mnajua hivi Mheshimiwa Orenga akikuja hapa atawaambia Bwana Ruto alipiga 2010 constitution, hakukuwa anaitaka. Kwa hivyo hakuna hata kipengele ya moja anataka kutimisha. Anapinga katiba na sheria yeye haimuhusu. Wakenya wanasema ya kwamba tuwarudishie katiba yao, watoto wetu waache kupigwa. Mumesikia rais wowote dunia mzima anaambia askari wapige mtu marisasi kwa mguu? Mumewahi kusikia kitu kama hiyo? Hiyo ni kuonyesha ya kwamba Ruto aheshimu hata maisha ya wananchi. Wananchi wanasema kitu ambayo inaua nchi yetu ni wizi wa mali ya umma, ni wizi wa mali ya umma, na wanataka hiyo irudishwe. Wakaniambia hivi, CJ kwenda huko, zungumza na wenzako, mkuwe pamoja, mturudishie nchi yetu, mfanye kazi na wale watu ambao wanataka nchi yetu irudi. Ndio sababu nimekuja hapa, tumeungana na watu wa Linda Mwananchi. Tunakuja kufanya kazi na nyinyi Bwana Omondi Karoli. Tunataka kufanya kazi na watu ambao wanataka kurudisha Kenya yetu hali iko. Kenya is a very rich country. Kenya is a very rich country. Nimetembea nchi nyingi, nimeona ile ambao inaangamiza sisi ni ule wizi wa mali ya umma. Pesa inaipwa ile naenda leo kwa gazeti mliona kilomita moja huko KPA inajengwa with 6 billion 1 kilometer. Ukiuliza wale mainjinia wakwambie ni pesa ngapi inajenga barabara kilomita moja, watakuambia hiyo ndio ile wizi inaendelea. Tunataka kusimamia. Kwa hivyo nataka tufanye kazi pamoja, tufanye kazi na wale ambao wanataka katiba yetu iheshimiwe, mali yetu iheshimiwe, watoto wetu wachungwe. Wale ambao mnaambiwa watoto wanawawa, mnaambiwa kuja hapa ulipe shilingi milioni 1, na hata kabla hawajamaliza kuzungumza hayo wanaua wengine. Muliona yule kijana mmoja amekuwa yule Lichuma amepigwa hata hawezi kuzungumza. Wengine wanachukuliwa, unalipa wengine unachukua wengine, unalipa wengine unachukua wengine. Kenya haiwezi kuendelea hivyo. Na wacha niwaambie wenzetu, can the Kenyans please listen to me? It will be a tragedy if you have Ruto come back as president on 10th of August next year. We will not have a country. We will not have a country. Kenya will not be the same again Ruto akirudi. Kwa hivyo tuungane pamoja, tutoe hii serikali na tufanye kazi na wananchi. Wananchi waheshimiwe, wananchi washughulikiwe,
wananchi biashara yao ishughulikiwe, tuendelee mbele. Tukiungana na wengine wenzangu hapa tutafanya kazi. Mnanijua mimi sio mtu ya kutishwa, mnajua hivyo. Mimi sio mtu ya kutishwa. Tutafanya kazi na wale viongozi ambao hawatishi ili turudishe Kenya yetu. Mungu awabariki sana, tuendelee hivi. Wapi yule kijana alikuwa? Bwana mheshimiwa, hiyo ni shilingi 1,100 kwa mama wetu. Tunawashukuru, asanteni sana. Mungu awabariki sana. Thank you very much. Asante sana CJ Emeritus. Huyu alitengeneza historia hapa duniani. Si mliona ile election ya baba taifa? Si alinadify? Ametosha hajatosha? Asanteni sana. Sasa nikienda tena kuita mwenzangu huyu gavana, mimi nilifukuzwa University of Nairobi nilipoingia huko, na huyu gavana Irungu Kang'ata, yeye ndiye nilienda kwake wa kwanza. Kufika kwake, yeye ndiye alikuwa wakili wangu, kisha akanirudisha shule, akanirudisha kule university. Mheshimiwa gavana wa Murang'a, Mheshimiwa Irungu Kang'ata, karibisheni tafadhali. Na huyu ndio number 1 gavana hapa nchini Kenya. Huyu ndio gavana zaidi bora zaidi hapa nchini Kenya. Anafanya kazi vizuri sana. Karibu. DJ. Wapi salamu za watu wa mlima? Mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu. Mmepata salamu za watu wa mlima na zile za Wamonyoro? Wapi mikono, 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 mikono ya mlima. Mimi naitwa Gavana Irungu Kang'ata ambaye ni gavana wa Murang'a County. Nimekuja hapa kushikilia wamama na pia kusema Kibagedi tosha, Kibagedi tosha. Huyu mheshimiwa wenu amefanya kazi, na ile kazi amefanya yeye tunasema ni two term, si ndio? La pili, nimekuja kusema mimi ni mmoja wa wale ambao wameingia kwa Linda Mwananchi. Harambee! Harambee! Sababu ni mbili. Sababu ya kwanza, sisi tunaamini Wakenya wote ni kitu moja. Uwe Mkisii, uwe Mjaluo, uwe Mkikuyu, uwe Masai, uwe Mluya, uwe Msomali, sisi sote ni Wakenya. Hakuna mtu ana make application mahali atazaliwa. Tunajipata mahali tumezaliwa. Na ile vuguvugu imerudisha Wakenya wote pamoja, ni Linda Mwananchi. Kuanzia historia ya Kenya, miaka imepita karibu takriban 30. Hii ndio vuguvugu ambayo unapata Mkikuyu kama mimi, mtu ametoka Luo Nyanza kama ba kijana wetu Sifuna kutoka hapa chini, wanasema kitu moja, na hiyo ni Linda Mwananchi. Hapo sawa? Ndiposa Wakenya tunamuomba tushikilie Linda Mwananchi ambao kazi yake ni kushikilia Wakenya. La pili, sisi tunapigania mambo matatu. La kwanza, tunataka serikali ambayo itakuja itilia maanani mambo ya manufacturing. Viwanda ndio vijana wetu wapata kazi. Kenya imekuwa ile country ambayo factories zinafunga zinaenda mahali pengine, sisi tunaendelea kuwa na umaskini. La pili, ni possible hii Kenya yetu kupatiana free secondary education. Ile kazi, ile pesa serikali inasema imefanya ni kupatia watu manyumba ya affordable housing. Kuna mtu wako na nyumba hapa ya serikali?
Kuna mtu ako na affordable housing? Hiyo pesa ambayo ni takriban bilioni 100 na 120 bilioni tunaomba itoke kwa housing ikuja kwa free secondary education. Siapo sawa? Siapo sawa? Hiyo affordable housing hapa Kisii hata haijafikisha nyumba 1000, si ndio? Na hiyo pesa inaweza lipia 2.6 million Kenyans ambao wako kwa high school tusome masomo ya bure. Si hapo sawa? La tatu ni mambo ya healthcare. Sisi kama counties iko pesa tunapata kutoka national government ile inaitwa SHA ambazo ni kidogo mno, tunashindwa hata kununua madawa. Hiyo kwa kimombo tunaita funding deficit. Hiyo sisi kama linda mwananchi tuna push pesa nyingi ziingie kwa healthcare. La mwisho, nimekuja kutoa kiti yangu kidogo, niko na 200,000. Asante sana gavana. Huyo tumesema ni gavana bora zaidi, sio bora gavana. Sasa kabla nikaribishe viongozi wengine, nataka nichukue nafasi kutoa pesa yangu kisha niwaongeleshe kidogo. Si hiyo ni sawa? Wamama warembo wamama asante sana. Mimi hapa niko na 150,000 Kenya shillings. Aya. Asante sana. Sasa kwa jamii ya Abagusi, siku ya leo tuko hapa kupigia wamama harambee, kufanya fundraising kwa wajane ambao wako hapa, ambao ni single mothers. Si mjane pia ni single mother? Wale wajane ambao wako hapa siku ya leo, tuko hapa kwa sababu serikali imekataa kufanya kazi. Kama serikali ingefanya kazi, hatungekuwa na hii fundraising. Kama serikali ingekuwa inatimiza yale yote walisema, siku ya leo hatungekuwa hapa. Tuliambiwa mama mboga atatoka bottom kwenda up. Nani ametoka bottom kwenda up? Nani ametoka bottom kwenda up? Nani ametoka bottom kwenda up? Tuliambiwa kwa mavijana, kila mwaka tutakuwa na kazi milioni 1. Kijana mgani hapa ako na kazi? Mama mgani hapa ako na kazi? Mko na kazi hamna? Kwa hivyo hii serikali ni kama serikali ingefanya kazi yake, hawa wamama wetu hawangekaa kwenye jua, hawa vijana wetu hawangesimama kwenye jua. Siku ya leo tungekuwa na dignity. Siku ya leo hatungekaa hapa. Hii serikali imeinvest sana na ika-invest heavily on corruption. Imeinvest heavily kwa ufisadi. Kila shilingi inayopotea ni darasa lisilojengwa pale shuleni. Kila shilingi inayopotea ni kitanda kisichonunuliwa pale hospitalini. Kila shilingi inayopotea ni dawa isiyonunuliwa kule hospitalini. Kila shilingi inayopotea ni barabara isiyojengwa hapa nchini Kenya. Kila shilingi inayopotea ni ndoto ya mama, ndoto ya kijana, ndoto ya mzee ambayo imezimwa. Na ninawaambia tumechoka na imetosha. Imetosha kuona wamama wetu wakihangaika.
Imetosha kuona vijana wetu hawana ajira. Imetosha kuona wazee wetu hawawezi pata pesa ya kununua dawa kule hospitalini. Imetosha. Na tunasema 2027 tutaenda kupiga kura. 2027 hatutangoja kura zihesabiwe. 2027 tukishapiga kura tutaenda State House. Tutangoja kura itangazwe huko. Tutangoja kura itangazwe State House. Wangapi wanakubaliana na hiyo maneno? Nikiangalia huyu mama na wamama wengine hapa, inanikumbusha mamangu akiteseka na mimi, akiuza chang'aa, tukishikwa na mapolisi. Hawa wamama wanauza mboga ili walee watoto wao. Hawa wamama wanalimia watu mashamba ili wapeleke watoto shule. Hawa wamama ambao unaona hapa wanafanya kazi ya kuoshea watu nyumba, kuozea watu manguo, kuoshea watu manguo na kuuza manguo ili waweze kupeleka chakula nyumbani. Na itoshi, ikifika jioni mama anahangaika, ajui atapata kodi ya nyumba wapi, ajui atapata karo ya shule wapi, ajui chakula kitatoka wapi. Kwa hivyo iko sawa. Mike iko wapi? Mike yenu. Mike yenu iko wapi? Vijana lazima uwe competent. Hapa kuna mchezo na kutafuta. Sasa ninawaambia wamama, mimi nikiwaangalia naona shida, naona tabu, naona kuhangaika, lakini nawaambia siku ya leo msife moyo. Siku ya leo msife moyo. Linda Mwananchi itakuja kutoe kwenye matope. Linda Mwananchi itakuja kutoe kwenye mvua. Linda Mwananchi itakuja kutoe kwenye jua. Na Linda Mwananchi itakupeleka State House. Hapa tukiangalia tuko na very competent people, very able people. Tunaona hapa Edwin Sifuna ametosha toshi. Ametosha toshi. Hapa tukiangalia tunaona James Orengo ametosha toshi. Ametosha toshi. Hawa viongozi wameamua kutetea haki ya wananchi. Tukiangalia Maraga ni mtoto wenu, ametosha toshi. Matiang'i ametosha toshi. Kalonzo ametosha toshi. Na Babu ametosha toshi. Asanteni sana wananchi. Hapa niko na candidates na Linda Mwananchi wako na candidates hapa. Niko na wakili wangu Cliff Ombeta. Huyu Cliff Ombeta ni wakili shupavu sana, ametetea wananchi sana. Na huyu Cliff tunakuombea Mwenyezi Mungu pale Bomachoge, pale Bonchari, mkumbuke huyu akuwe mjumbe wa Bonchari. Hapa tuko na kijana ambaye ni Wilkins Mishira. Huyu Wilkins tulikuwa naye kule university, ndio yule pale nyuma anapenda kukaa na wananchi sana. Wilkins, basi iende isiende na granary je? Asanteni sana. Wacha nichukue nafasi kukaribisha the incoming Governor of Vihiga County, Governor Godfrey Osotsi. Karibu. Thank you.
Haya, watu wa Kisii, hebu nione salamu ya watu wa Vihiga, watu wa magharibi ya Kenya. Mimi ndio Osofu, seneta wa Vihiga, na pia kwa hii kundi la Linda Mwananchi, mimi ndio deputy party leader wa Linda Mwananchi. Kwanza namshukuru ndugu yangu Kibageni kwa hii kazi safi ambayo amefanya. Hawa vijana Barongo, Kibageni na Engoko, hawa vijana wamesimama imara, wamekataa kutishwa, wamekataa pesa. Pamoja na seneta mwenzangu Onyonka wamesema watasimama na mwananchi. Mimi ningependa watu wa Gusii msisahau vijana wetu na huyu ndugu yetu Onyonka. Tunataka mrudishe hawa. Mtarudisha hawa? Hebu nione kwa mkono. Asante sana. Ya pili, mumesikia wenzangu hapa wakiwaambia mateso ambayo munapitia kwa sababu ya hii serikali ya William Ruto. Mimi nataka kuambia elimu imeharibika, afya imeharibika, uchumi imeharibika, vijana wetu wanauawa kila siku, vijana wetu wanakuwa abducted, kila kitu imeharibika Kenya. Lakini mjue hivi, sio Ruto peke yake, tuna wale anashirikiana na hao, na sisi tumesema kwa kila mkutano yetu, kwa sababu kazi yetu ni kulinda wananchi, tutataja hao viongozi ambao wanashirikiana na William Ruto kuharibu Kenya. Nataka niwataje? Haya, nikisema jina unasema shame na mseme kwa sauti kabisa. Kasongo tunajua anaangalia hii mambo tunafanya hapa leo. Wa kwanza nikitaja jina mnasema shame on you. William Ruto, William Ruto, Arati, sema kwa sauti, Arati, Oburu, Wanga, Junaid Mohamed, Duale, Osoto, Atani, Nyakundi, Zair, Kindiki, Watanguna, Kishungwa, Osoro nimesema Weta. Alafu tuna wale ambao hao wengine wasipobadilika tutawataja kwa mkutano ijayo. Tuna wale ambao wamesimama na wananchi, wanaumia kwa sababu yenu, wanawatetea. Hao nikitaja jina unasema correct. James Orengo, James Orengo, James Orengo, Sifuna, Sifuna, Babu Owino, Babu Owino, Kang'ata, Kang'ata, Richard Onyonka, Richard Onyonka, Kibageni, Kibageni, Barongo, Barongo, Kisairo, Kisairo, Mheshimiwa Makau, Mheshimiwa Kimilu, Mheshimiwa Undo, Mheshimiwa Kalori Omandi, Mheshimiwa Mwashako, Feji Odhiambo, Feji Odhiambo, Brian Lishenga, Brian Lishenga, Paulini Njoroge, alafu na Maraga je, na wengine wote ambao wako hapa, semeni correct. Tunasema hivi kwa sababu huyu dikteta ambaye anaitwa Ruto, tuna wale wana facilitate dictatorship yao, na lazima tuwataje, si ndio?
Nikimalizia, mimi nimesimama hapa kuambia kwamba hii kundi muniombee, kwa sababu hii serikali ya Kasongo wanakaa usiku mzima kupanga vile watasambaratisha sisi, si mmeona? Lakini mmeona viongozi wamebaki na umoja, na mimi nataka kuambia William Ruto, it doesn't matter what you do, it doesn't matter what you do, we will remain focused, we will remain visionary, we have an agenda and we will send you home. And I also want to tell you kwamba sisi Linda Mwananchi, sisi we don't want to be told at do this, do this. We have brains, we know. We have a strategy, we have an agenda. We will do what is good for the people of Kenya. Na mtu amesema huyu Ruto atatoa wapi kura? Mimi nimetembea Kenya. Hapa Kisii niliwaambia nyinyi mko kidogo mnasema tuta. Lakini leo mimi nimeona nyinyi ni watu wa one term. Na sasa leo nataka kutoa slogan mpya. Nikisema hiyo slogan, mnasema Linda Mwananchi. Sasa sisi tunapanga, na hii si mchezo, tunapanga kuweka Wakenya wale wako na kura milioni 15 kupambana na huyu Ruto. Kwa hivyo nikisema 15 million strong, mnasema Linda Mwananchi. Tuanze 15 million strong. Mnasema pole sana, hebu tuseme tena 15 million strong. 15 million strong. Asanteni sana. Wacha sasa nimuite kijana wetu machachari ambaye tunapenda sana, ambaye tunasukuma aende kabisa apambane na huyu William Ruto. Sasa niseme na DJ weka ile muziki kali, si ndio? Nataka sasa kumuita sisi ndio DJ wakati kutuangusha. Asante sana. Niko na swali nataka kuuliza, na kabla niulize, nitaomba ya kwamba wale ambao mmesimama hapa tusonge kando kwa heshima kubwa sana. Kwa heshima kubwa sana. Na nyinyi ndugu zangu ambao mmesimama hapa, kwa heshima kubwa, kuna swali nataka kuuliza na siwezi kuuliza kama mmesimama hapa. Mheshimiwa Usoti ametupatia shilingi 1,100, si ndio? Asante sana. Tafadhali naomba msonge tu nyuma kwa heshima kubwa. Kwa heshima kubwa, angalia vijana wetu wamekaa bila presha. Tafadhali songeni nyuma. Nataka kujua kama huko mnaniona vizuri. Mnaniona vizuri? Pale kwa mti mnaniona vizuri? Huko nyuma kwa mnaniona vizuri? Nipungie mkono kama unaniona. Hapa kando wametoka sasa, mnaniona vizuri. Mimi ndio Sifuna. Kwa maombi yenu na kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, leo niko Kisii hapa nikiwa bado katibu mkuu wa chama cha ODM, seneta wa Nairobi na naibu kiranja wa walio wachache kwenye bunge la Seneti.
tumesimama hapa leo tukuje tukae na nyinyi kina mama wetu. Kwanza niseme poleni sana, kwa sababu hii mkutano tumeahirisha mara mingi sana. Tulikuwa na deni ya kina mama wetu wa hapa Kitutu Churches South, kwa sababu mheshimiwa wenu, Mheshimiwa Kibageni, ametembea na sisi Kenya mzima tukifanya hafla kama hizi, tukasema tukuje tulipe deni, si ndio? Dawa ya deni ni nini? Dawa ya deni ni nini? Vile mnaniona hivi, mimi kijana mdogo, watu wa Nairobi walisema nikuwe seneta wao. Mimi sio tajiri, lakini nina marafiki. Sisi tunajua kwamba utajiri si pesa, utajiri ni wale marafiki wako na sisi ambao pia wako na mimi. Nataka niwasomee marafiki wa Sifuna ambao wakati nilisema nakuja kuona kina mama wa Kisii walinimina kitu, walinipea kitu niwaletee. Mtakubali niwapatie hii pesa? Mtakubali niwasomee marafiki wao? Asante sana. Kwanza kabisa, mheshimiwa ambaye anaitwa Majimbo Kalasinga ametoka kwa sababu alikuwa anaenda Nairobi kupeleka mama hospitali. Ni ukweli, aliniwachia shilingi 1,100 ili niweze kuwapatia nyinyi. Namba 2, mimi kule Nairobi Wakisii wamenishikilia tangu mwaka wa 2017. Wakisii wa Nairobi walisikia nimekuja kuona kina mama hapa Kisii. Wameongozwa na mama anaitwa Penina Nyambega, yuko hapa kutoka Embakasi South. Wametembea na mimi, wamenipa shilingi 1,100 niwaletee nyinyi. Halafu niko na rafiki yangu ambaye ni mbunge wa kule Bumula, Bungoma. Ako na matanga, amepoteza ndugu yake, tunamzika kesho kule Bungoma. Lakini alisema nikikuja kuona kina mama wa Kisii niwaletee shilingi 1,100. Tumefika ngapi? Tumefika ngapi? Mnajua hesabu kumbe, si ndio? Haya, kuna rafiki yangu ambaye tumetembea na yeye safari ndefu sana ndani ya chama cha ODM. Yeye ndiye alikuwa treasurer wa ODM, yeye ndio kuweka hesabu na pesa ya baba Raila Amolo Odinga. Anatoka hapa Nyamira, wanamuita Lirava. Mnajua Lirava nyinyi? Anaitwa Timothy Bosire. Alisikia ninakuja hapa kuona kina mama, akanituma na shilingi 1,200. Pigia makofi. Haya, huko nyumbani kuna rafiki yetu mwingine hatari sana, wanamuita Tawe, wanamuita Komando. Yeye ndio gavana wa Trans Nzoia, Mheshimiwa George Natembeya. Alisikia na kuja kuona, akanituma na shilingi 1,200. Tumefika wapi? Ngapi? Na mimi mwenyewe mnanionaje? Yaani niko mtu hivi kweli? Mimi mwenyewe nakaaje? Wale wanasema ako smart, nione. Asante. Tumefika 700, si ndio? Mimi naongeza nyinyi shilingi 1,300, yote ikuje shilingi milioni 1 kutoka kwangu na marafiki zangu. Letea kina mama pesa yao. Sisi sio kama kina Kasongo, pesa tunawapea hapa taslimu, mwende nyumbani na, si ndio? Mheshimiwa Kibageni, Mheshimiwa Kibageni, naomba kwa heshima kuja upokee hii pesa. Hii imetoka kwa Sifuna na marafiki zake ambao nimewatajia, si ndio? Asanteni sana, asante sana Mheshimiwa Kibageni. Deni ishalipwa. Nataka kwa heshima kubwa mama zangu unikubalia niseme mambo mawili. Jambo la kwanza, nataka nichukue fursa hii, maana ni mara ya kwanza sisi tunapatana katika hafla kama hii baada ya kumpoteza baba yetu Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Kama hakuna kiongozi wa ODM mashawahi kuwaambia, nataka niseme leo, asanteni sana kwa kusimama na baba miaka hiyo yote. Asanteni sana kwa kusimama na chama cha ODM miaka hiyo yote. Asanteni sana kwa kusimama na mimi nikiwa katibu mkuu wa chama cha ODM. Tumefanya mambo mengi hapa Kisii, na kwa sababu ya support yenu ndio maana chama cha ODM kilifika mahali kimefika. Mimi siku hizi wananivuruga kwa sababu makosa yangu ni moja tu. Mimi nilisema Kasongo lazima aende nyumbani 2027. Na nikisema hivyo nasema kwa sababu nina sababu. Sisi hatumchukii Kasongo,
Sisi tunamtakia maisha marefu, aone nchi ambayo inaweza ongozwa kulingana na maadili ambayo yako ndani ya katiba yetu. Sisi wana Nairobi tuko kwenye majonzi saa hii. Nimetoka Nairobi, waliua vijana juzi kwa sababu walikuja kwanza wakachukua vijana kabla ya maandamano ya Gen Z ya tarehe 25. Saa ile wamama wao wanatoka nje wanasema mturudishie watoto wetu, wanapiga wengine risasi tena wanaua. Mimi nasema Ruto amesema ati analipa watu. Nyinyi kina mama ndio mnajua uchungu ya mtoto, si ndio? Uchungu ya mtoto haujuae ni nani? Mimi nataka niulize wamama wa Kisii hapa, kweli tu kweli, ukiambiwa urudishie mtoto wako ambao amekufa ama tukujengee hii barabara, utachagua nini? Mtoto ama barabara? Kwa sababu kuna mama ambaye ni muhimu kushinda mengine. Sisi wanalinda mwananchi tunaamini maisha ya binadamu inashinda kila kitu. Sasa uliona Ruto anaenda kufungua overpass ka bridge kadogo kama ya kuruka mto hapa ya Nsiongo, anaenda kufungua bridge hapo, wanasema ni 3 billion. Wakati anafanya hiyo kazi, polisi wake wanaua watu kule Madara. Sisi tunasema afadhali tuachwe tuwe hai na umaskini wetu, tupambane na hali yetu, lakini usituue. Wangapi wanakubaliana na sisi? Tunataka Ruto ajue ya kwamba hakuna vile mnaweza kutumia vijana wetu vibaya. Ati siku hizi wanachukua vijana wanawalipa pesa, kazi yao ni kuvuruga mikutano ya watu wengine. Vile tumekaa hapa, kina mama wetu wako smart, wako na amani, wanapanga mipango yao. Unatuma vijana kuharibu mkutano kwa nini? Wanachukua vijana wakati wanakosana mambo ya malipo, wanapiga risasi, kijana anakufa. Kuna kijana huko Nairobi tena amepigwa risasi na PS wa serikali ya William Ruto, wamemuua kwa sababu ya kukosana ya pesa. Ati walikuwa wamesikizana 200,000 wakampatia 10,000, wakati kijana anaenda kudai balance wanapiga yeye risasi. Maisha ya binadamu ni muhimu zaidi. Gavana Kang'ata amezungumza hapa akasema mambo matatu ambayo ni muhimu. Tunataka tuwe na industries hapa, tupee hawa vijana kazi, waache hii mambo ya kuwa maguni, si ndio? Lakini Mheshimiwa Kang'ata, lazima mambo fulani yawe pale ndio mtu aweze kuweka pesa yake hapa, mradi yake hapa Kisii. Kwanza kabisa, ukiangalia katika mataifa ya Afrika Mashariki, bei ya umeme Kenya is among the highest. Wakati Ethiopia wanauza chini ya shilingi moja, sisi tunauza shilingi 30. Hakuna mtu ataweka mradi yake hapa, si afadhali peleke Ethiopia? Alafu kitu kingine, kabla uanzishe mradi hapa, kuanzia MCA kwenda kwa mbunge kwenda kwa gavana, wanaitisha mwekezaji pesa. Ufisadi imeingia kila mahali, hakuna mtu anaweza weka pesa yake hapa. Tunasema tunataka utawala wa kisheria. Hapana, hii ya mambo ni matatu. Mambo ni matatu namna gani? Tunataka ukikosana na serikali unaweza kujishtaki kotini, wakikupa amri ama ile oda ya mamlaka ya kotini, kila mtu aheshimu. Na ndio maana tunaambia William Ruto, hii serikali yako ya mambo ni matatu, 2027 ndio mwisho wake. Tunakubaliana hapo? Tunakubaliana hapo? Tunataka tuwe na ile nchi ambayo kila mtu ana nafasi. Si ati wakiona ni Mkisii wanaweka CV yake kando, wakiona ni Mluya wanaweka CV kando, wakiona ni Mjaluo wanaweka CV kando. Hatutaki nchi kama hiyo. Tunataka sisi wote tuheshimiwe kama Wakenya. Bila kuchukua muda mrefu, nataka nishukuru my lord the Chief Justice Emeritus Mheshimiwa David Maraga kwa sababu ya kuamua kuja kujiunga na sisi kwa ajili ya hawa kina mama hapa Kisii. Nataka niseme jambo moja na tutasisitiza mpaka ieleweke. Sisi wanalinda mwananchi, hatutatumika kusplit kura ya upinzani. Unanielewa? Kama kuna mtu analala mahali anafikiria Sifuna atachochwa asimame kura peke yake, alafu tukute Kasongo amepita katikati, nataka niseme nikiwa Kisii, haitawezekana. Huyo Matiang'i tutamtafuta, tukae chini, tumwambie sisi tunaona hii ndio timu ambayo inaweza kudeliver hii victory. Yeye tuambie maoni yake ni gani. Tunakubaliana hapo? Tunakubaliana hapo? Alafu tutoe kikosi moja ambaye itapambana na Kasongo. Wangapi wanakubaliana na sisi? Hii timu unaona hapa, hata tukienda peke yetu tunaweza kushinda uchaguzi, lakini tunashinda saa 8. Hawa ndugu zetu wa United Opposition wakienda peke yao wanaweza kushinda, lakini watashinda saa 8.
Ile kitu tunasikia Wakenya wakituambia wanataka hii mchezo ishe saa 12 asubuhi. Nyinyi mko hapo? Mko saa 12 ama saa 8? Saa 12. Kwa hivyo wote tukae tuzungumze, si ndio? Tutoe kikosi moja. Wangapi wanasema tutoe kikosi moja? Huku wacha nione kwa mkono. Asanteni sana kwa hiyo support yenu, na sisi tunawahakikishia kwamba hatutawaangusha. Kwa hivyo kwa nafasi hii nataka nichukue fursa hii nimkaribishe kiongozi wetu, mtu ambaye amepigania haki katika taifa hili letu la Kenya, Gavana wa Siaya, Mheshimiwa James Agri Bob Orengo. Kidogo tu kwa heshima kubwa Mheshimiwa Orengo, nimesahau kufanya mambo mawili. Kwanza ningependa nitambue wale wenyekiti wa chama cha ODM ambao wako hapa na sisi na wametushikilia muda huu wote. Wa kwanza anaitwa Dickson Manyara ambaye ni mwenyekiti wa ODM kule Nyandarua, Edward Ongeri wa Nyamira, Zebedio Sabwa kutoka Vihiga, Mheshimiwa Torome aka Kazaro ambaye anatoka kule Narok, Mheshimiwa Okanda wa Siaya, na la mwisho kuna mheshimiwa hapa anaitwa Senator Richard Onyonga. Huyu mheshimiwa Richard Onyonga mulipata kiongozi nyinyi watu. Wacha nikwambie, kama kuna wanaume unaweza enda nao vita, mmoja wao ni huyu Richard Onyonga. Ni mtu mwenye msimamo, tumepigana na yeye vita mingi hata kushinda kama ile ya Adani na nyingine. Mimi naomba wakati ambapo tunafurusha Kasongo na vifaranga vyake wakiwemo Simba Arati, muweke huyu jamaa awe gavana hapa Kisii. Asanteni sana, Mungu awabariki. Karibu sana gavana. Mheshimiwa Gishana kutoka Mombasa amenisindikiza na shilingi 5,000. Asanteni sana. Karibu gavana. Thank you. Naomba nikiwa mwenyekiti wa chama cha ODM, mimi ndio ninaitwa Kazaro Torome, Masai kutoka Narok. Nataka kusema Wamasai wote wako kwa linda mwananchi, na sasa nataka tushikane, tuwe pamoja, tupambane, wachana na pesa, tafuta haki ya watoto yako na haki ya nchi yako. Asante sana. Mimi nataka niseme machache kwa sababu tunaenda Kisii, alafu tunaenda Keroka. Mimi hapa Kisii nimekuja muda mrefu sana. Kuna wakati nilikuja hapa Kisii nikajua Wakisii ni wanaume kweli. Nilikuja hapa nikafungiwa katika police station ya Kisii na Wakisii wakajitokeza mpaka nikatolewa pale kwa police station nikipelekwa kule Kilgoris. Kwa sababu hiyo najua Wakisii ni wanaume. Nataka nitambue katika Kisii
kufuata nyayo ya Anyona na Buya na Wakisii wengine ambao walijitokeza hapo awali, na pia nitambue President na Chief Justice Maraga, nataka kukuambia in the year 2002 kama ungekuwa Chief Justice, Raila hangeibiwa kura. That I know as a matter of fact. Wewe uweze kutisha. Na niseme hapa Kisii, the Secretary General ya chama chetu cha ODM bado ni Edwin Sifuna. Na mjue wale watu ambao wako kwa Linda Tuko hawana wanachama, lakini wanasema wanachama. Wanasema hili kwa haraka. Let me say this very quickly. We are not supporting Ruto for many reasons. Let me just mention a few. We are not supporting Ruto because he stole Raila's elections in the year 2022. Halima hakuiba. Ruto alikuwa na mkataba na Raila Amolo Odinga, na Raila akasema usiue watu, usiue vijana. Ruto anaua vijana maui. Wangapi anasema Ruto anaua vijana maui? Raila alisema wakiandikana na Ruto, usiteke watu wetu, usiwateke nyara. Ruto anawateka nyara ama hawateki nyara? Wangapi wanasema Ruto anatekea watu, anawateka nyara? Raila akasema usishike watu ovyo ovyo na kuwapeleka kotini. Anashika watu ovyo ovyo na mashiki. Mliona Kajiado jana, mliona Kajiado? Mliona Kajiado? Anashika jagi na akasema ya kwamba anashtaka ya uhaini. Tukamaliza hiyo mara moja. Vijana hapa Kisii, nimerudi mahakama. Usitishwe, ukishikwa nipigie simu, nitakuja hapa mara moja. Raila alisema, halo, Raila alisema, unanisikia ama msikizi? Raila alisema muangalie hali ya wakina mama. Hali ya wakina mama iko duni kwa maisha, kwa madawa, kwa shule na chakula. Ama hapa Kisii wakina mama mko kwa hali nzuri? Mko kwa hali nzuri? Wangapi wanasema tuko kwa hali nzuri? Na tunasema hapa Kisii mlikuwa mnapiga kura kwa Jaramogi Oginga Odinga, mnapiga kura kwa Raila Amolo Odinga. Tunasema lazima tuendelee kupiga kura pamoja. Tupige ama tusipige? Mtapiga kura pamoja na Homa Bay, mtapiga kura pamoja na Kisumu, mtapiga kura pamoja na Siaya, mtapiga kura pamoja na Migori. Tukitoka hapo tutapiga kura, kwa sababu tumekuwa tukipiga kura pamoja. Tunapiga kura na Busia, tunapiga kura na Bungoma, tunapiga kura na